Joshua, mbona wewe ni msiri sana bro? Kama ukijua mimi ni classmate wako. Ukiacha tu na classmate mimi kama ndugu. Kwa nini usinishirikishe mambo yako? Haya, hapa kijijini hapa Bugili. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe umetolewa nyeti. Nyeti? Yaani mimi nimepigiwa simu huko, nimetoka huko kwa kupigiwa simu kwamba ndugu yako anateseka, ameibiwa nyeti. Wewe hizi habari umetoa wapi? Mimi nimepigiwa simu na mtu kwamba wewe umechukuliwa nyeti. Na mpaka sasa hivi huna. Na isitoshe ulitaka mpaka kujinyonga rafiki yangu. Jinyonga? Wewe unashangaa nini ambacho unajua? Dorcas. Kwa Dorcas ameamua kunitangaza. Na sijamtaja mtu Mwalimu Joshua. Rafiki yangu na kwa sijamtaja mtu, ila kama ukijua nimepata taarifa. Dorcas, kwa mapenzi yote umeamua kunitangazia jambo kama hili? Takutana naye. Mwalimu Joshua. Wewe Mwalimu Joshua wewe. Samahani mzee. Shikamoo. Kwema kabisa. Kwema. Aisee, samahani mzee, hivi wewe ni mwenyeji kwenye mtaa huu? Mimi ni mwenyeji kwenye mtaa huu. Sawa. Sasa samahani mzee, namuuliza kuna binti moja inaitwa Dorcas. Dorcas? Yaani kote mtaa wote hujauliza Dorcas ukaja kuniuliza mimi? Ila mzee mimi si nimeuliza si kwa wema tu mzee. Maana nimekuona wewe ndio nimekuja kukuuliza mzee wangu, kama sio utakuwa sio unamfahamu nielekeze. Ngoja nikuelekeze kitu. Nimeshakuona toka siku nyingi na nimeshakuonya lakini hutaki kunisikia. Lakini nakuelekeza kabisa kila siku. Dorcas mimi ni boga yangu na nimeshakuelekeza toka siku zote. Wewe endelea kunifuatilia. Dorcas. Kumbe ndo wewe? Ni mimi. Maana ni muda mrefu uliopita nilikuwa nikikuona. Kwa hiyo leo umebadilika kabisa, tofauti na zamani. Yaani muonekano wako wa zamani na sasa hivi tofauti kabisa. Asante. Na isitoshe zile miezi zilizopita kule si nilitoka nilienda zangu kule polini. Nilienda siku kuweka kose kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Nilienda kufunga siku 7 kwa ajili yako. Mama mchungaji, habari? Salama. Kwema, mzima wewe? Mzima, namshukuru Mungu niko salama. Nimekuita pale mama mchungaji, nakumbuka kipindi nimekuja na rafiki yako hapa kwangu hapa. Yaani mimi kwa kweli, kusema ukweli, yani moyoni, kutoka moyoni mwangu, yani nilikupenda. Yaani moyo kabisa uliguswa na wewe. Ikabidi sasa nitafute siku moja nije ili niongee na wewe. Kwanza nashukuru. Hata mimi siku ile pia nilipokuona nilikupenda sana. Sema ndio hivyo, nilikuwa nashindwa kuja kukuambia kwamba nakupenda. Ni vile tu nilikuwa sina ujasiri, ila umesema kwamba unanipenda, hata mimi nakupenda pia. Sawa, haina shida. Yaani wewe ukihitaji kitu chochote kile mimi nakupa. Hela nakupa, hela ninayo. Ukihitaji chochote kile mimi nakupa, ili lakini wewe niwe na wewe. Jamani, nashukuru sana kama uliniombea. Nashukuru sana. Pia nikupongeze sana. Haya, mimi bana sina mengi sana kwa vile ngoja mimi nikaendelea na majukumu mengine. Kaka. Ndio. Bila samahani. Unaitwa nani vile? Mimi naitwa Kanuti. Kanuti.
Asante, maana nilikuwa sikufahamu hata jina lako. Lakini kaka unaonekana ni mkarimu sana. Unasaidia watu wengine. Mimi nakuombea tu Mungu akupe mwanamke sahihi kwa wakati sahihi pia. Maana una moyo mzuri sana. Dorcas, nashukuru. Ila mimi naishi kwamba Mwenyezi Mungu wenda hajakosea. Wende si mtu wangu sahihi, wenda ni wewe. Ni mimi? Haya bana. Haya. Usijali, hamna shida ndugu yangu, hata mimi nakupenda pia, tena nakupenda sana, na useme chochote kile unachokitaka mimi nitakupa. Hamna, mimi ndo inapaswa nikupe sasa, mama mchungaji, sinajua mimi nitakupa, mimi unajua nakupenda sana. Yani na hapa mume wangu hayupo, yani umekuja muda sahihi. Baba mchungaji amesafiri? Amesafiri. Aisee, kumbe sasa huu ndo muda wetu sasa. Ni kweli unachoongea. Huu ndo muda wetu wa kujinafisi, si ndio? Hapa kuna sehemu naenda, baadaye utanipigia simu basi tuongee vizuri. Haya, nitakupigia simu. Haya, sawa, hamna shida. Esther, please naomba tu nielewe ombi langu. Kwa lipi? Nishakwambia siwezi kuwa na mtu kama wewe. Hujanielewa au? Unataka nitumie sentence gani? Hivi wewe kwa muonekano wako tu kwanza ulivyo. Kwanza huna hela, huna muonekano. Siwezi hata kukutambulisha kwa marafiki zangu. Hivi kweli mtu kama wewe naweza nikasimama kabisa eti huyu mtu wangu? Kwa kipi hasa? Labda ulichonacho unaweza kunishawishi mimi niwe na wewe. Unaweza kanielewa kitu kimoja nikikwambia. Lakini hicho kitu naweza usinielewe nikikwambia. Wanawake wengi wanashawishiwa kwa mali, fedha, magari, majumba. Lakini mimi siwezi kukushawishi kwa hivyo vitu kwa sababu sina uwezo navyo. Lakini mimi ninachokiamini tu nguvu ninayo ya kutafuta. Na ndio maana nimekuchagua mwanamke ambaye nakuona kabisa bado una nguvu ya kupambana. Kumbe unajijua huna hata hiyo hela. Na unajua wanawake wengi wanashawishiwa kwa hela. Alafu unaniambia eti mimi naomba. Samahani, sasa hivi mimi nina mtu wangu anaitwa Baraka. Kwanza ana muonekano. Hela ipo baba. Wewe una cha kunipa? Anachekesha sana. Shikamoo. Nani Jesho? Jambo. Jambo. Habari ya masiku? Salama kabisa. Upo poa? Niko poa kama unavyoniona. Pole sana kijana. Pole? Pole sana tena pole. Pole tena sana, pole sana. Tena nini tena? Kijana, naona unataka kujifanya kama vile uelewi ninavyokuambia pole. Sasa ningekuwa naelewa nisingekuuliza mzee wangu. Pole na nini? Bugiri nzima yote hii hapa imevuma, ina maana usitaki kujifanya uelewi yani. Kijana, sema usaidie. Wewe kijana, sema nikusaidie. Unisaidie nini? Hivi sehemu za siri wewe nasikia Bugiri nzima wanasema hamna kitu. Samani. Hizi taarifa umetoa wapi? Wewe sitaki kujua taarifa nimetoa wapi, wewe sema usaidie wewe. Mzee wangu, asante kwa taarifa. Wewe kijana, wewe Joshua, sema usaidie. Sema usaidie, si ndo wazee wa Bugiri. Lakini mali, fedha na magari, si majumba, tutatafuta tu Esther. Nakuomba tu nielewe please. Mimi nahitaji nafasi moja tu kwenye moyo wako. Kwa huyo hela ipo na nishamaliza kutafuta naye. Kwa hiyo ndio maana nimerelax sasa hivi na kula tu hela. Upo? Kwa hiyo siwezi kuwa na wewe. Mimi nimeshakwambia na mtu wangu wa maana ambaye anaweza kunihudumia kwa kila kitu na muonekano wanao. Hata nikiongozana naye hivi naweza nikamtambulisha hata kwa marafiki zangu. Hivyo vitu. Siwezi. Vitu gani bwana? Hivyo vitu hata mimi mbona naweza tukatafuta tu Esther tukawa tuna maisha tu mazuri.
Tafuta kwanza. Hizo kama ni mali, fedha, dhahabu, bado si ni vijana, tutatafuta Esther. Nishatafuta naye huyo mtu. Ndio maana nimekuambia siwezi kuwa na wewe. Mbona nikatili kiasi hicho wewe? Ndio hivyo nishakwambia siwezi kuwa na wewe. We church girl. Vipi tena hapa? Ila nilikwambia uchangamke. Unaona saa aliyokuta. Ndio hivyo dadangu, sina hata pa kukaa. Mama mchungaji mimi nilikuwa namuona, yani mama yule ana roho mbaya jamani. Hatari. Sasa siku ile alikuwa ananiambia maneno sijui ufanyi kazi, sijui nini. Yaani kawa namsikiliza. Yaani kweli ndo nikaamini bwana mama mchungaji huyu sio sahihi kabisa. Ni ana roho mbaya, yaani amekaa kichawi tu na maneno yake utafikiri mtu mshirikina vile. Yaani sije kuona mama mchungaji mwenye roho mbaya kama yule. Sijawahi kuona mimi mama mchungaji mwenye roho mbaya kama yule. Pole, lakini mimi mwenyewe nilikuambia jitahidi utoke pale. Unaona sasa? Hapana. Yaani pole sana. Mimi nilimwambia mama mchungaji, mbona yule dada anaonekana mstaarabu, anakusaidia kazi nini. Mimi mwenyewe nilimkuta siku moja akaanza kuniambia maneno kibao. Kwa kweli pole sana. Kwa hapo unaelekea wapi? Sina pa kwenda, nipo tu mtaani. Hatari. Haya, mimi sikujua hilo. Yaani kwa kweli, yaani twende nyumbani kwangu. Mimi nitaishi na wewe vizuri kabisa. Yaani kuwa na amani. Twende tu. Kwako? Hamna shida, mimi nina roho safi kabisa, yaani kuwa na amani. Asante. Hamna shida. Twende tu. Yaani usijali. Twende tu. Wewe kuwa na amani hapa, ila kuna kitu kimoja naomba unisaidie. Hamna shida dada, ni kitu gani? Ndio. Bwana mimi nisaidie. Kwa kuna kitu ambacho nataka unisaidie, yani wewe unaandikisha watu. Kwa mfano anakuja hapa mtu akikwambia kwa mfano unatoka nje mara moja utuelekeze au tuonyeshe, wewe unakuwa unatoka tu unamwelekeza unamuonyesha. Labda amekuja hapa naomba maji. Unakuwa tu unawakarimu. Dada, usijali kabisa. Naweza kufanya. Asante. Kama umenielewa. Basi kuna dada mmoja nilikuwa naishi naye hivi, nilikuwa namuelekeza. Bwana afanya hivi, mgeni akija hapa mpokee hivi. Basi alikuwa anawakaripia wageni, hawapokei kama hivyo, nikaamua kumfukuza. Dada, mimi kwangu ondoa shaka kabisa. Yaani ondoa shaka. Yaani nitafanya kazi kwa weledi. Hautaweza amini. Yaani usijali kabisa. Hivi na hofu ya Mungu siwezi kumfanya mgeni asijisikie amani. Nitawakarimu vizuri. Yaani hata usijali. Kazi ndogo sana hiyo. Haya basi nashukuru. Ngoja wewe mgeni. Ongea na wewe mgeni. Asante dada, nashukuru. Haya. Dada. Mwanangu. Kwaje familia? Kama kawaida. Tawala inakuaje? Fresh. Pamoja. Pamoja. Vipi siku mbili mbona adimu sikuoni? Mimi nipo, wewe ndio uonekani. Mimi nipo tu. Ule mchongo tuliosema siku ile. Tayari umeshakamilika. Chombo kipo ndani kule. Pisi gani kwani? Pisi imenyoka. Wewe. Ya mtaani hapa? Pisi imenyoka, sio ya hapa mtaani. Ngeni ile. Vipi malipo yapoje? Nipe hela yangu. Kama kawaida, tuma tu kwenye ile namba. Kwa ngoja nikuingizie kwenye simu basi. Haya, tuma. Karibu. Meseji umeona? Nishaiona. Kama utawala mwanangu, si chumba iko hapo? Baridi. Fresh.
Habari yako dada? Yeah. Church girl anenda kansan kwa ibada, ni wa kwanza anampenda Mungu, anamwimbia Mungu wakati wa ujana wake, ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu. Yeah. Na mimi nataka kukutia